Thank you. Thank you. Reverend Father Emmanuel na kanisa, viongozi wenzangu, washirika wote, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Nisalimieni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mulembe. Mimi Reverend Father nimeshukuru sana kutupatia nafasi kuja kushiriki na washirika, na hasa mimi najua ni mtu napenda familia. Strong families form strong nations. Kwa hivyo mambo ya familia nimetilia maanani sana. Kwa hivyo nikiungana hapa na my cousins, nafurahi sana. Hi cousins. Hi Kuzo. Cousins hi. Makuzo wapendane wasipendane? Makuzo washiriki pamoja? Asante sana. Sisi tumefika hapa juzi tukija kutembelea makuzo wetu, kujuliana hali na kupangana vile tutatembea pamoja kama familia. Kwa sababu shida zikiwa mingi, familia inarudi na keti, inapangana kifamilia. Kwa hivyo tunashukuru sana, pia tumepata nafasi kushiriki pamoja. Na Reverend Father umetuhubiria mzuri mambo ya uongozi bora ya kuunganisha watu na kutoa mwelekeo sawa sawa. Na mimi nikiwa hapa kanisani nina huzuni sana ya kwamba tulipotafuta serikali na William Ruto nilikuwa naibu wake, tulisaidiwa sana na kanisa la Kristo na tulienda makanisa kila pahali. And for the first time the Church of Christ believed that they had a candidate. Tangu tuachane na huyu William Ruto, sijui nini ilishika amegeuka kanisa la Kristo na kanisa imeangaishwa. I can't believe it. Mimi nauliza William Ruto, tangu tuachane, what happened to you? Why have you turned against the Church of Christ? Ile tumeona jana ni aibu kubwa. Goons wamepangwa na Kipchumba Murkomen na John Mbadi kwenda kuvamia na kuangaisha wale walikuwa pale All Saints Cathedral wakifanya post budget analysis ya kwamba goons sponsored by government, escorted by police, wamefika pale wamevamia kanisa la Kristo. Hata wakati wa Moi ambaye alikuwa dictator mbaya, Moi hakuvamia kanisa ndani. Hata Timothy Joya walimpiga nje ya kanisa, hawakuingia ndani ya kanisa. Tunashindwa, iko shida gani William Ruto? Wewe ulikuwa unatembea na Biblia kila pahali na kusema umeokoka na kuimba nyimbo za Kristo. Imekuwaje serikali unaongoza wewe umepatia Murkomen nafasi, blank check, to have goons finance them to cause terror against the people of Kenya? Unakumbuka tulivamiwa pale kanisa Witima ACK Church by 12 police officers armed with grenades, bombs, tear gas, wakatuvamia kanisani, na walikuwa wamepangwa na Murkomen na William Ruto ameidhinisha. Na tangu wakati huo uchunguzi ulifanywa na ukakamilika, na hao maafisa wote wakajulikana na file ikakuwa tayari wapelekwe kotini washtakiwe. Kipchumba Murkomen akasema wasishtakiwe. Uzuri officers ya polisi wale wamekasirika sana, kwa sababu polisi wanasema hapana kazi yao kuumiza wananchi, kazi ya polisi ni kulinda wananchi. Na wanalalamika sana, wanaambiwa kusidikisha goons kuvamia kanisa. Polisi wamenitengenezea duplicate file
ya hiyo uchunguzi na majina ya hiyo watu na ushahidi. So those 12 police officers, I want to inform you today that criminal acts have no time limitation. Next year, because rais atatoka hapa kati yetu, tukiingia ndani, nyote hao police officers, because of the duplicate file, even if it is destroyed, it will be reconstructed. Mutakanyaga kwa bao na mutajibu mashtaka ya kufamia kanisa la Kristo na kuumiza washirika. Pia we want to tell our senior police officers, we know 98% of you are opposed to Goonism. 98% are complaining that Kipchumba Murkomen is too much, that you can no longer tell the difference between police and goons. Goons are using police vehicles to attack Kenyans. I want to put police officers on notice. We are now keeping a record for all acts of excessive police action. Wale commanders wanakubalia goons waumiza wa Kenya. We are keeping a record of your name, your service number, and what happened. Next year, in October, you will face the law. Jana, huyu governor wa Kakamega Baraza amepaga goons pale Matungu Harambi. Wameangaisha wananchi for more than 1 hour. Alafu wamama wamepiga hiyo goons. Na wamama ya huko ni kali sana huko Kakamega. Mimi sijaona wamama ya aina hiyo. Wamama ya huko ndio walinyorosha hiyo watu. Na police wamekaa kando. The police commander in charge of hapo Mumias hapo. We are putting you on notice. Next year, you shall answer why ulikubalia goons kuangaisha wananchi na wewe umepewa mamlaka to protect life and property. So let police officers know Kipchumba Murkomen will be nowhere to protect you. William Ruto will either be in jail or in Sogoi. They will not be there to protect you. And we want to ask Kenyans across the country to keep a record of all these acts of police officers ambaye wanafanya ya kuangaisha raia wakitumiwa na Kipchumba Murkomen. Na mimi nataka nikuambia William Ruto, na nimekuambia na umekuwa kichwa ngumu usikii. Nataka nikuambie huyu Murkomen umeweka wizara ya interior, atachoma nchi hii. Because Wakenya watafika pahali wakatae. Vile wamama niliona jana, as we go towards the elections, Kenyans will say no to Goonism. And people will take law into their own hands. And there will be anarchy in this country. And I have told you repeatedly, William Ruto, that is a young man who is excited by power. Ni kijana ambaye amepotea. He has too much money and too much power. Na atachoma nchi hii. Na huyu kijana anaitwa Murkomen is preparing this country turudi pahali tulikuwa 2007. Where there is breakdown of law and order. Where goons take over a country. It cannot happen. Na mimi ni vile nasikia Wakenya wakiongea hawatakubali. Mwaka uliopita tulikuja Chwele. Speaker of National Assembly Wetangula, mtu hapa, amekuwa youth winger ya UDA. Speaker of National Assembly ndio anapaga fujo. Tukapigwa, tukaumizwa hapo na polisi wanasaidia goons. Leo tunaenda hapo na wananchi wamesema watapambana na hao goons. Kwa sababu sasa kama serikali imeabandon wananchi, Speaker of the National Assembly has become a youth winger. Instead of making good laws for this country, he is organizing goonism na kukataza watu kutembea Kenya. How can it be? Wewe pia Wetangula, we are putting you on notice. Yes. Next year utakanyaga kwa bao. Hii maneno sasa pahali imefika. And why am I so confident? Why? Because pale mlima mimi nimefunga nimemaliza.
kula milioni 7. Nimekuja hapa jana, mumefunga hamjafunga? Nilikuwa pale kwa Matiang'i amefunga, nimekuwa kwa Kalonzo wamefunga. Hii imeenda, hii imefanya nini? So we have started now putting people on notice because we are sure we'll form government. Wale munatumika na William Ruto kuiba mali ya Kenya, kunyakua mashamba ya watu, hiyo mashamba mtarudisha. Ile mali yote ya Kenya inauzwa kiholela bila kufuata sheria, hiyo mali itarudishwa. Sisi tunasema, nimeona ametoa PS ya education, mishandle the education sector. Alikuwa siku watoto wamechomeka Gilgil, ako huko Baringo anasema 2 term. Amemtoa. Ile minister is clueless. President mwenyewe is clueless. Hii Kenya imekuwa is a country on autopilot. The president is out of the country most of the time. Sasa alikuwa nje, tunamwambia rais karibu nyumbani. Si yeye ni mtu ya nje? Anakuja hapa kubadilisha nguo aende tena. Sasa anapaka kwenda Ufaransa. So the country is on autopilot. Nobody is in charge. The Minister of Interior is the chief goon. The Speaker of the National Assembly is a youth winger. Mungu utuhurumie. Lakini hii makosa yote ni yangu. Mimi nataka niombe msamaha. Hii makosa yote iko Kenya. Mulaumu mimi na watu ya Mlima Kenya. Watu ya Magharibi mulikuwa mumekataa huyo jamaa, mlimjua. Watu ya Nyanza walimkataa, walimjua. Watu ya Ukambani walimjua. Wa Masai walimjua. Wa Pwani walimjua. Sisi tukajifanya wajuaji. Rais Uhuru Kenyatta akanibebeleza mimi na watu ya Mlima. Akatuambia hii jamaa atapora nchi hii, ataua watoto, msipatie kura. Tukamwambia Rais Kenyatta, wewe wachana na sisi. Hii mtu wako ameokoka, ako na Biblia. Hii maneno ya Biblia imetuletea shida. Kwa sababu sisi ni Wakristo. Mtu akisema ameokoka tunamwamini. Sasa mimi na watu ya Mlima na watu ya Ruto ya Rift Valley, jamii mbili ndio tulimweka kuwa rais. Hiyo makosa yote mimi na watu ya Mlima tunaomba msamaha kwa Wakenya. Mumetusamehe? Mumetusamehe? Lakini kwetu wanasema kufanya makosa si mbaya. Shida ni kurudia. Mimi nataka kutoa hakikisho. Sisi tuliweka Wakenya kwa shimo, tutawatoa. Vile tulileta huyu jamaa, tumejipanga, tutasaidiana na nyinyi, tutamtoa. Na hii Kenya yetu isimame. Na ndio tumekubaliana na hao wenzangu tutoe mtu mmoja peke yake. Awe ni wa hapa, awe ni ya Ukambani, awe ni ya Mlimani, awe ni Masaini. Sisi hatutaki kujua ni nani. Ile tunajua ni yule hatutaki. Si hata nyinyi mnajua? Yule hatakikani anajulikana. Kwani mpaka hii watoto wanajua? Ukisikia watoto wanajua kitu iko namna hiyo. Lakini mimi naomba my colleagues here, so that we also prepare Kenyans properly. When you pronounce your commitment for one single presidential candidate, take it a little bit further. Tell Kenyans that you desire to be the one. But if you are not chosen, commit that you shall support whoever is agreed on. So that we don't give our supporters hardline positions. Mimi Rigiji nimesema ninataka nipewe. Na mimi naweza. Kwanza mimi nikipewa, nitakibiza hiyo jamaa kama baisikeli ya kuibiwa. Lakini nimesema kama si mimi, ikiwa ni Eugene Wamalwa nitamuunga mkono. Ikiwa ni Fred Matiang'i nitamuunga mkono. Ikiwa ni Kalonzo Musyoka nitamuunga mkono. I am requesting my colleagues also in your public pronouncements, commit to the people of Kenya publicly that if you are not the one, you shall support whoever is agreed on, so that Kenyans can move with confidence. Kwa sababu ndio Wakenya wanauliza sisi, nyinyi mtaelewana kweli?
Mtaelewana. So give the people of Kenya confidence, kwa sababu wako na shida ya kwamba sio lazima ikuwe ni wewe. We must make sacrifices. IRG will make whatever sacrifices necessary to make sure we have one presidential candidate to take this guy home. Otherwise utapata shida mingi sana. So mimi sitaki nisipitishe hapo. Nilikuwa na ile mkataba lakini nitaenda kusoma mbele. Si mnajua kulikuwa na mkataba ya watu ya magharibi? Nisome? Unajua mimi nilikuwa pale. Wapi hiyo mkataba? Unajua mimi nilikuwa pale. Na kabla sijajoma mkataba, Israel wameandika barua. Wamesema Mkenya yeyote asikanyange Israel yako na Ebola. Wamesema mtu yote ambaye amepitia Kenya asiende Israel. Huyu Ruto ametuweka kwa shida. Kwa nini wewe William Ruto? Waamerika wanasema Muamerika ako na Ebola asikanyange Amerika. Hawataki aende huko na ni Muamerika. Wakasema tafuta kanchi moja ya Afrika ambaye rais yao anapenda pesa, patia pesa tupeleke Ebola huko. Sasa wewe kusema Ebola ikuje Kenya imeanza kutuletea matatizo. Now Kenyans cannot go to Israel. Israel works with European countries. Wengine wakifuata hiyo mtindo si tumekwama. Nimesikia Duale akisema ati wataobey court order. Ni uongo. Hiyo kitu inaendelea. Hapo Nyanyuki ni karibu wa Munyoro. Hapo karibu na Munyoro iko town inaitwa Chaka. Malori yote ya kuuza mchanga na mawe na shangarawe na kila kitu inakuwa hapo. So juzi nimeenda kwa boma, nimekuta nataka marekebisho kidogo. Nikaamuka 6 nikienda Nairobi kwenda kutafuta lori inipelekee mchanga na kagoto kidogo. Kufika pale hakuna lori hata moja. Malori iko wapi? Wamepata kasi pale Nyanyuki ya kupeleka mawe, mchanga, kogoto kwa kujenga hii center ya Ebola. More than 200 lorries, I could not get a single lorry. CS John Mucheru amenipigia kwake ni hapo. Ameniambia pia hakuna malori. So wewe Duale unatudanganya mumesimamisha. Hiyo kitu inaendelea. Na pale malori wanalipwa cash. Kwa sababu hiyo mjengo inaenda haraka sana. So tunataka hiyo airbase ifunguliwe press to go and confirm whether the construction is going on or not. Please William Ruto, umetuumiza, umetuangaisha. Lakini kutuletea Ebola umeenda too much now. Si ndio? Si jamaa amezidi. Na mimi naona hii Ebola nikipima mimi amejua hii kiti imeenda. Amekuwa hapa magharibi jana, hata amekasirika ameenda. Hako Masaini sasa huko. Anajaribu kwenda kuongea na Wamasai. Amekuja hapa amekwama. Watu wamepewa jana pesa. Kila mtu shilingi 3,000. Amewachia wabunge, wamegonga wananchi, wamewapatia 1,000, wameiba 2,000. Na hao wanasema vile Ruto ameiba hii pesa hata wacha hao wamuibie. Sasa ameenda Masaini, amehama hapa. Hapa ni ngumu. Amepiga hesabu hii kiti imeenda. Sasa anataka alete Ebola, kuwe na outbreak, watu wakufe, ndio airishe uchaguzi na mwaka 2. Hiyo ndio nia yake na ndio mpango yake. Kwa hivyo mjue. Sasa mimi nilikuwa pale nikiwa kabla tuingie kwa serikali. Ruto alitaka nikuwe deputy president yake, nimuletee kula milioni 4. Lakini alikuwa amenipangia nikimpatia anifukuze, lakini ni sawa. Wetangula wakafika pale na Musalia. Wakasema sisi talete kula ya Waluya. Wetangula unajua ni wakili. Alikuwa mwerevu kidogo kuliko mimi. Mimi sikuandikania na Ruto, tuliadiana tu kwa sababu mimi ni Mkristo. Wetangula akasema lazima tuandikanie. Na Musalia akasema ndio. Mkataba iko hapa. Kati ya William Ruto na jamii ya Waluya, guarantors wenu wakiwa ni Musalia na Wetangula. This agreement is made on the 5th of April 2002 between UDA and ANC and Ford Kenya.
2022 sorry. Hii mkataba ikawekwa mambo mingi sana, lakini ile ya maana sana ni ya kwamba Ruto akipita atapatia Musalia kiti ya Prime Cabinet Secretary na Wetangula atapata kiti ya Speaker of National Assembly. Hawa wakaweka mambo yao, walikuwa werevu sana, wakahakikisha mambo yao imewekwa kwa mkataba. Then wakasema tuweke mambo ya jamii ya Mlembe, ikawekwa pursuant to the principles of equity, national development and fair allocation of national resources. The Kenya Kwanza administration shall endeavor to fulfill the following development obligations in the ANC and Ford Kenya strongholds of Western Kenya within 5 years. Number 1, completion of all existing, incomplete and stored projects within the counties of Kakamega, Bungoma, Busia, Vihiga and Trans Nzoia. Hizo projects zimeisha. Number 2, to construct a cumulative 1,000 kilometers of new roads in Western Kenya. Kuna barabara mpya imejengwa. Number 3, allocate nationally raised revenue for the revival and modernization of Mumia Sugar Factory and Nzoia Sugar Factory. Kuliko wanunue mtambo mpya wakau. Mwenye kununua ni Kasongo, anapitia kwa Wahindi. Wetangula akapata yake, Lusaka akapata yake, na mimi nilikuwa hapo. Si ati mimi nasema kitu, si nilikuwa hapo. Number 4, establish manufacturing industries for fisheries, agro-processing and mining. Kuna factory imejengwa mpya hapa Western. Connect 80% of all residents of Western Kenya to electricity. Kuna stima mwekewa. Provide clean piped domestic water for domestic purposes and irrigation. Mmewekewa maji? Sasa kwa hii mkataba yenu, ile ilifanyika peke yake ni ya Musalia na bibi yake, Wetangula na mabibi zake. Nyinyi mkawachwa kwa mataa. You are all conned by William Ruto, Musalia Mudavadi and Moses Wetangula. Jana wamekuwa Kakamega wanatengeneza mkataba ingine kwa niaba yenu. Sasa namwambia William Ruto, wewe hao makuzo wangu, kabla kuwaomba kura, si utimize hii maneno iko hapa. Jenga hii kilomita 1,000 ya tarmac. Weka stima kwa kila nyumba 8 out of 10. Weka maji kwa kila boma. Hii Nzoia ulichukua urudishe. Sasa nyinyi my cousins, mimi nitakuwa mtu mbaya kwa familia nikijua mnapangiwa nikose kuambia. Sitakuwa mtu mzuri. Si ndio? Niseme nisiseme? Niwaambie nisiwaambie? Huyu mtu mimi namjua. Si mimi nilimsaidia akakuwa rais? Si nilikuwa na yeye pale jikoni? Mimi nikimwambia yeye ni muongo, mtani doubt? Nikimwambia anamgonga, mta doubt? I am there, I was with him. Mimi namjua. Sasa nikikosa kuambia familia yangu, if I don't tell my cousins, iko shinda mbele, iko shimo mtaanguka, si nitakuwa mtu mbaya? Na mimi ni muungwana. Kwanza mimi najua ni bwana ya reverend. Si mimi ni bwana ya pastor? Sasa wewe ukiwa bwana ya pastor unaweza kuwa mtu mbaya uache familia yako ihangaike? My cousins, I plead with you, don't touch William Ruto with a 10-foot pole. Mutalia vile watu ya mlima wanalia. Sisi tulimchagua, ametugeuka. Amefuta watoto wetu wote kazi. Amechukua mashamba yetu. Ameharibu kahawa. Ametufungia biashara. Amebomoa manyumba yetu. Mimi naomba msiingie kwa hiyo mtego. Na mimi
mkiingia msiseme sikumwambia. I'll come back here niseme I told you. But mimi najua mmenisikiza. Huyu wa Munyinyi Wafula tulikuwa na yeye bunge. Ni mtu mzuri? Wafula wa Munyinyi yako sawa? Unajua huyu Wafula wa Munyinyi tulikuwa na yeye bunge. Kama angekuwa bunge, haki ya Mungu hii Nzoia hangeuzwa. Angekataa. Mimi sitaki kumwambia mtachagua nani, lakini mimi vile nilimuona pale bunge akipewa nafasi ni mtetezi ya wanyonge. Mtamwangalia? Mtamwangalia? Nisalimiane nyumbani? Mtakuja kunitembelea wa Monyoro? Mtakuja siku gani? Mtaletwa na nani? Na wa Munyinyi? Haya. Sasa vile nimeona viongozi sasa wacha unajua wameset standard. Sasa watoto wazuri, do you like soda? Yes. Which one? Which one? Lakini mwalimu ameniambia hampendi mkate. Oh, mnapenda? Okay, some 20,000 ya watoto. Naye kwaya, sauti yenu ni nyororo sana. Nitoe kitu mtafute asali. Mchunge hiyo sauti ikae nyororo ndio muibie Mungu. So we'll get another 20,000 ya kwaya ndio tuweze kutembea. Asanteni sana, thank you very much.